Kikuyu constituency, na Mungu ambariki sana. Leo tunataka kusikia vile Mungu anataka tufanye. Ujumbe wangu leo ni go out or come out. Watu wengi wanapata shida maana hawataki kutoka. Tutasoma katika kitabu ya Genesis 12 from verse 1. Tasoma kwa Kisungu. The Lord said to Abram, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. 2. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and be a blessing to others. Watu wengi wanakosa kubarikiwa kwa sababu hawataki kutoka. Abraham hangebarikiwa akiwa katikati ya watu wao. Alikuwa nazoea watu wao, tabia zilikuwa za watu wao. Naye Mungu akamwambia, leave your people, leave your relatives and go to the land that I will show you. Watu wengi ambaye wanakatalia kwao, wanakatalia kwenye dhambi, wanakatalia kwenye mambo machafu, hawezi barikiwa. Na siku ya leo Mungu anasema ni wakati wa kutoka. Toka uende pahali Mungu anataka kukuonyesha. Akaambia Abraham, huwezi barikiwa ukiwa hapo, huwezi barikiwa ukiwa na hao watu. Iko watu wengine tunatembea na hao, wanazuia baraka zako. Unless you come out of them, unless you leave them, you cannot receive the blessings of the Lord. Number 2, I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you are blessing to others. Ukitoka utabarikiwa na Mungu, na wewe utakuwa mtu wa kubariki wengine. Nakumbuka wakati nilikuwa mlevi, nilikuwa natembea na walevi, hakuna kitu kizuri nilikuwa nacho, hata manguo, hata viatu, nilikuwa na mashinda, nilikuwa hata nimeparara. Lakini Mungu akaniambia, come out of this place. Wakati nilikubali kutoka, nikabadilika. Hii mwili unaniona niko nayo, sikukuwa nayo wakati nilikuwa nakunywa chang'aa. Tulikuwa tunatembea na watu wamepotea. Mungu akasema lazima utoke. When I accepted to hear the voice of the Lord, nikatoka, nikabarikiwa. Now, so Abraham departed as the Lord instructed. Abraham akatii sauti ya Mungu. Watu wengi wanakosa baraka because they are not hearing the voice of the Lord. They are not obeying the voice of the Lord. They are not obeying Lord. When Abraham alitoka, alikuwa 75 years old. Imagine, akaambia atoke kwao, awachane na watu wao, aende, atabarikiwa. Watu wengi wamekatalia kwao. Hata kutembea kwa kambi uonekane wewe msichana na kijana. Unakatalia nyumbani, unakatalia jikoni, utaonekania wapi? Ndio ndoa zinakosekana. Toka, ukutane na baraka zako katika jina la Yesu. Watu ambaye wanafanya biashara karibu na nyumbani kwangu, sio hapo, ni watu walitoka pahali ingine wakaja hapo wakabarikiwa. Na hata wao wakatoka wakaenda pahali ingine wakabarikiwa. Huwezi barikiwa kama bado uko kwa nyumba. Umezaliwa hapo, umesomea hapo, kanisa umeenda hapo, umeoa hapo, utakufa usikwe hapo. We toka ukutane na baraka zako katika jina la Yesu. Mungu anataka watu watoke, akiwaongoza in the mighty name of the Lord. Toka kwa hiyo kampana yuko nayo. Toka kwa watu muko nao. Nyasai anataka kukubariki, lakini huwezi barikiwa ukiwa katikati ya hao watu. Huwezi barikiwa ukiwa bado hutaki kutoka. Abraham akatoka.
lakini alifanya makosa moja, maana aliambiwa awache watu wao. Akabeba, Lot went with him. Wakati alibeba Lot na mbuzi zake na wafanyikazi, walienda wakapata shida, wakaanza kuingiliana, wafanyikazi wakaanza kupigana na kukurana. Kwa nini? Kwa sababu Abraham aliitwa peke yake na Mungu. Iko watu wameitwa na Mungu, baadaye waende wafanyie Mungu kazi, baadaye ya kusimama na kutii neno la Mungu, wanabeba watu wao, wanabeba marafiki. Na ukiwa na marafiki, Mungu hatakutumia. Ikafika wakati Mungu akanyamazia Abraham for many years. In the book of Genesis 13 verse 14, after the Lord had gone, the Lord said to Abraham, look as far as you can see in every direction, north and south, east and west. 15, I'm giving this land as far as you can see. Wakati alikubali kuachana na Lot, ndio Mungu sasa anamuingilia na anaanza kumubariki, anaanza kumwambia hii shamba yote ni yako. Watu wengi wanakosa kubarikiwa, maana wamebeba mizigo ya wivu, wamebeba mizigo ya madharau, mizigo ya chuki, mizigo ya watu na kabila zao. Anataka tu watu wao. Ukitaka kubarikiwa na Mungu, si sauti ya Mungu, toka na uende according to the instructions of the Lord. Watu wengi hawezi simama peke yao. Umeitwa na Mungu, anataka uwe intercessor. Umeitwa na Mungu, anataka uwe preacher, lakini unabeba watu wenyu, unabeba marafiki wenyu. Wewe ndio Mungu anaita, kuja ufanyie Mungu kazi. Anasema kazi ni mingi, wafanyikazi ni wachache. And there are so many evangelists huko nje, wamesikia sauti, Mungu amewaongeleza kupitia ndoto, lakini hawataki kutoka. Imefika wakati wa kutoka na kufanyia Bwana kazi, in the mighty name of the Lord. Lot akaenda njia zake, Abraham akaenda njia zake. Baadaye Abraham alibarikiwa sana, hakukuwa na mtoto, akabarikiwa na mtoto. Mungu akamuinua kwa sababu alitii sauti ya Mungu. Watu wengi wamekosa kuinuliwa, wako na mashida huko Gishagi, wameshaliwa because hawataki kuachana na marafiki na watu ya rika yao. Hawataki kuachana na tabia za kabila zao. Hawataki kubadilishwa na Mungu, Mungu aweze kuwatumia. So many people are lacking blessings. Hata Yesu Kristo mwenyewe alitoka pahali alizaliwa. Lazima angetolewa kwao, angetolewa kwa kabila zao, Mungu amtumie kwa watu wengine. Wakati alikubali kutoka, akatoka Nazareth, akatoka pahali alizaliwa, pahali alienda alifanya powerful and more miracles ambaye haikufanyika kwa pahali amezaliwa, kwa sababu watu walikuwa wanamuona, wanasema anajifanya na huyu ni mtoto wa ule carpenter, baba yake ni fundi ambaye anatengeneza viti na stulu pale. Alikuwa anadharauliwa, lakini wakati Mungu alimshika akamwambia lazima atoke. That is why we are born again. He preached the gospel. He transformed many lives, and that is why tunasema tumeokolewa na Yesu Kristo. Kubali kutoka kwenyu, kubali kuachana na marafiki, tii sauti ya Mungu na utaenda mbali katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Matthew 28 nasema, it's about the great commission Jesus sent to his disciples. All authority in heaven and on earth has given unto you. Therefore, toka uende katika ulimwengu wote, preaching the gospel of the Lord and baptizing the people in the name of the Lord Jesus Christ. Lazima ukubali kutoka. I want to give you one testimony. Huko kwetu pahali nimetoka saa hii, Gavana wa Kiambu alisema lazima every Saturday of the last month watu wawe wanafagia tauni ya kwao, mji wa kwao. Mimi nikatii,
nikakubali kutoka, nikatoka na wengine, tukaanza kusafisha tauni yetu na kuiombea na kuitakasa. Siku moja akaja akaniona, mimi ni mzee, akasema, from this minute wewe ni ofisa wa Kiambu County Government. Na wale tulikuwa nao wakapata makazi kwa sababu walikubali kutoka na kutengeneza na kutumika kwa Mungu, kuleta usafi kwa mji wetu. Hata wewe lete usafi, fanya mambo mazuri, na utaonekana na Mungu, utaonekana na watu wengi, na utainuliwa na utaenda mbali katika jina la Yesu. Toka kwa nyumba na Mungu atakubariki na atakuinua na utaenda mbali katika jina la Yesu Kristo. Verse 20 of and behold, I am with you always. Huyu ni Mungu anasema atakuwa pamoja na wewe, utashinda vita. The Bible continues saying in the Genesis 12, ukuweka bodi utuko, verse 3, I will bless those who bless you. Mungu akaambia Abraham, ukikubali kutoka uende, wowote watakubariki nitawabariki. Na anaenda kusema, na wote watawachilia laana juu ya maisha yako, naye Mungu atawachilia laana juu ya maisha yao. All the families on the earth will be blessed through you. Wewe ni mtu ya baraka. Wewe ni mtu ya kubariki watu wengine. You have carried a very special. You have power to transform others. Utakuwa tajiri uwe unasaidia wengine. The Bible says, well, I will repeat verse 3. I will bless those who bless you. May the Lord bless those who bless you. May you start receiving your blessings right now, in the name of Jesus. Na Mungu anasema, I will curse those who curse you. You are protected by the Lord. Anakupigania, anasimama na wewe, anasema hata wale wote wanakupinga, wanakuangusha chini, Mungu atapigana na hao, na hakuna mtu amewahi kupigana na Mungu ameshinda vita. You are very important person unto the eyes of the Lord. Biblia inasema mwili wako ndio hekalo ya Roho Mtakatifu. So you are a special person created and made by our Jehovah God. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on the earth will be blessed through you. Mungu akutumie kwa ajili ya toka uende, ubarikiwe, ili uwe baraka kwa your family. Iko watu nilihubiria, wakaokoka, wakabadilika. Mungu akawapatia kazi, Mungu akawatakasa, na kutoka siku hiyo mpaka wa leo, hao ndio wanasaidia watu wao. Mungu hatatumia governors, Mungu hatatumia MPs, Mungu hatatumia president abariki watu wa kwenyu. God is going to use you, transform you, bless you, and you are going to become a blessing unto your family if you accept to obey the voice of the Lord. Ukitii sauti ya Mungu, ukisimama na Mungu, utasaidia watu wenyu, utakuwa baraka kwa kijiji yenu, utakuwa baraka kwa kanisa, utakuwa baraka kwa serikali, utakuwa baraka kwa watu wote. Ukikubali kutoka, kuachana na waganga na wachawi, wacha kupeleka pesa yako kwa waganga, umewapelekea sana. Wacha kwenda kwa wachawi, wacha kuroga watu, wacha kupigana na watu. Tii neno la Mungu. Toka pahali unapeleka pesa zako kwa pombe, kwa watu wabaya, kwa maraya. Wakati wa kutoka ni saa hii. Mungu anataka utoke ili uwe baraka, akubariki, uwe unabariki watu wenyu. Unless you come out, you cannot receive the blessings of the Lord. Unless you come out, God will not going to start with you. Unless you accept to come out, hutabarikiwa
in the mighty name of the Lord. So Abraham departed as the Lord has instructed. Abraham departed. Bwana Yesu asifiwe. So 5, he took his wife Sarai, his nephew Lot, and all his wealth, his livestock, and all the people he had taken into the household at Haran. Abraham traveled through the land as far as Shechem. Verse 7. Then the Lord appeared to Abraham and said, I will give this land to your descendants, all your family. And Abraham built an altar there and dedicated to the Lord who had appeared to him. Wakati God appeared unto Abraham, akaona mambo mazuri, akafurahi, akatoa mali yake, akajengea Mungu hekalu. Hapa iko mtu atainuliwa siku ya leo, atabarikiwa siku ya leo, na atajengea Mungu hekalu, atajengea Mungu kanisa. Kanisa haitajengwa na watu ambaye hawajui Mungu. Kanisa haitajengwa na wenye siasa wanasimama huko wanatukana watu kabla hajatoa pesa. Kanisa itajengwa na watu ambaye wanaogopa na wanabadilishwa na Mungu, in the mighty name of the Lord. And that is why the Lord wants to change you, to transform your life, so that you can able to become a blessing to the families, to the churches, to the community, in the mighty name of the Lord. After Abraham traveled there, he built an altar and dedicated to the Lord, and he worshipped the Lord. Lazima tuwe watu wa kufanya mambo mazuri, na badala ya kuworship watu, badala ya kuabudu watu, tukibadilishwa na tukikubali kutoka, tutakuja kuabudu Bwana Yesu Kristo. The Bible continues saying, Then Abraham continued traveling south by stages toward the Negev. Kumbuka ni Mungu alisema, toka uende na nitakuongoza. Wakati unaongozwa na Mungu, you can go far. Another person anaitwa Jacob, akaambiwa na mama yake, toka uende. Akatoka, akaongozwa na Mungu, akaenda akafanya kazi 14 years, akapata mabibi wawili. Mungu akamubariki. The Bible inasema wakati bahari alikuwa anachota maji, in that river, alipita hapo akiwa na ile nguo alikuwa amevaa plus walking stick. Lakini wakati Mungu akamwambia sasa urudi kwenyu, Mungu alikuwa nataka kuonyesha watu wako, ukikubali kutoka, ukinitii, ukirudi kwenyu utarudi na utajiri. The same place alipitia akiwa masikini, akivaa matuta, alirudia hapo akiwa na ng'ombe na busi mingi na watoto wake na akiwa tajiri. Wakati alifika kwa watu wao, wakaona mkono wa Bwana. Hata watu wengi walitoka kwao, wakaja Nairobi, wakaokolewa, wanafanya kazi mzuri. Wakati wanaenda kwao Disemba, wanaenda kama wamebeba chakula, wamebeba maguo na mambo mazuri, wanapelekea wazazi wao na maanti zao. Kutoka hapo wanaheshimika, oh my God. I pray, nasemanga, hutarudi kwenyu vile ulitoka. Utarudi ukiwa na baraka, utarudi ukiwa umebarikiwa, utarudi ukiwa na utajiri. Na wacha nikwambie, hutaenda hata kujenga huko. Pahali huko iko mashamba, Mungu atakupatia mashamba, utajenga hapa. Watu wa kwenyu wao wanakuja kutembea kwako kwa jina la Yesu, kwa sababu wewe ni mubarikiwa, in the mighty name of the Lord. Na wewe umefanya kazi kwa siku mingi, bahari umefanya, I'm telling you, hutatoka huko mikono mitupu. Waisraeli wakati walitoka, walikuwa wametoka Misri, walitoka with gold and silvers, wakabarikiwa mpaka wakashangaa. Mungu anataka watu waanze kutoka. In the Mount of Sinai, the children of Israel walikaa huko siku mingi, mpaka Mungu akawaambia, umekaa hapa sana, imefika wakati wa kutoka. Na ikafika wakati wakatoka, wakaelekea
kuelekea unto the promised land. Imefika wakati wako utoke na utabarikiwa na Mungu, na wakati utarudi kwenyu utarudi na baraka, na Mungu akubariki in the mighty name of the Lord. Thank you, Father, for your message which are going to transform so many people. In Jesus' name, amen and amen.